Okay. Kumekuwa na uhusiano mkubwa baina ya ovulation pamoja na libido. Mwanamke au mwanaume ukipata usingizi wa kutosha au ukipata muda wa kutosha wa kulala, hicho ni kipindi ambacho homoni ya estrogen, homoni ya progesterone pamoja na testosterone ndio homoni ambazo zinakuwa zinatengenezwa au uzalishaji wake unakuwepo kwa kiwango kikubwa kipindi ambapo mwanaume au mwanamke anakuwa anapata usingizi wa kutosha. Na pia mwanamke anapokuwa na usingizi wa kutosha ndio kipindi ambacho ovulation pia ina take place, lakini pia inaongeza kiwango cha libido. Yaani kumbuka hizi homoni ndio homoni ambazo zinachochea uwepo wa tendo la ndoa au zinachochea uwepo wa hamu ya tendo la ndoa. Kwa mwanamke ndio kipindi ambacho uteute unaboreshwa na unatengenezwa. Kwa hiyo kama mwanaume au mwanamke utakosa usingizi au utakosa muda wa kupumzika, maana yake unaathiri utengenezaji au uzalishwaji wa homoni ya testosterone au homoni ya progesterone ya mwanamke. Hivyo basi wewe mwanamke na wewe mwanaume, hakikisha unapata muda wa kutosha wa kuweza kulala usingizi ili uweze kusapoti uzalishwaji wa homoni ambayo inakufanya wewe uwe mwanamke na wewe uwe mwanaume. So, kwa tips hizi na nyinginezo endelea kutufuatilia, na kama unapitia changamoto ya hormone imbalance, basi hakikisha unawasiliana na sisi ili tuweze kukupa dozi itakao kusaidia wewe mwanamke na wewe mwanaume kuweza kuondoa sumu mwilini kwa kiwango kikubwa, lakini pia kuweza kuchochea usingizi wa kutosha. Kumbuka, mwili ukiwa na sumu nyingi ni kiwango kikubwa inasaidia pia au inaathiri uwezo wako wa wewe kuweza kulala. Mtu mwenye msongo wa mawazo, mtu mwenye sumu nyingi mwilini huwa ana tatizo la kukosa usingizi au analala usingizi kidogo, then baada hapo anakosa usingizi kabisa. Sasa kukosa usingizi kama nilivyoelezea awali unaweza ukaleta matatizo kwenye swala zima la uzazi. So kwa tips hizi na nyinginezo endelea kutufuatilia ili uweze kujifunza zaidi na kuweza kupata msaada kiafya.